Sasa ngori ilikuja kunipata 2017. Kuliendaje bro? 2017 tarehe 22 Friday saa 1 December. Hiyo siku sitaisahau kwa maisha yangu. Hiyo ni kama kwa calendar yani kwa maisha yangu. Siku yenyewe utaisahau. Sasa mimi plot nilikuwa naishi, nilikuwa na wife na watoto. Yes. Wife akaenda ushago, mambo ya mahari kidogo kidogo, mzazi wake akaona nisumbua na mimi nikasema wacha nimpe hata kama ng'ombe tuwili tutatu, mzaa kule kama baada konga angako hai. Na alikuwa amezeeka miaka, alikuwa around 80 miaka pia ilikuwa imeenda. So nikamrelease December 1st. Ambaye aenda ushago, mimi nakuja Januari. Kwenda upanga maneno, mimi nakuja Januari. Sasa kulikuwa na jamaa mwingine alikuwa na yeye Nakuru. Nipigia simu akaniambia ni aje? Niko na kijana dada yangu ako jobless na najua unaweza toa uradi juu penye uko lazima uko na connection. Nikamwambia acha ni organize nitakuinform baadaye. Kaenda kukatokea chance ya steward. Nikaongea na manager. Akamwambia muite, nikamuita. So nikamuita, tulikuwa tunakaa na yeye. Tulikuwa tunakaa na huyo nyumba moja. Sasa hiyo siku saa 2 hivi mimi supervisor akaniambia, Dan, unaitwa kwa ofisi. Nikamwambia na nani? Na Timo. Timo ni manager. Nikaenda. Kufika kwa ofisi nikapata bibi yao jamaa. Jamaa mgani sasa? Jamaa Deno, anaitwa Deno. Na bibi yake wamekaa kwa ofisi hapo. Nikaulizwa, unajua huyu? Huyu si ni jirani yangu. Na huyu? Ndio Deno, si ni Deno. Tunafanya naye, hata tulikuwa tunafanya na Deno kazi. Kwa nafanya kwa maua, baada nafanya kwa hiyo clinic. Pia mimi si ni Deno, tunafanya naye kazi. Kaambiwa ati mama, eleza venye umesema. Akaniambia eti wewe nimeambiwa ulikuwa umelala na msichana wangu kutoka asubuhi. Nikamuuliza, wewe kuna msichana mwenye mimi nazalala naye? Amekasirika, ananiambia usiniulize maswali ya ujinga, utaozea ndani wewe. Nikamuuliza, ni prank? Nikauliza nani? Ni prank ama mnaniambia ukweli? Ama kama ni comedy mniambie nijue ni comedy. Hapana, nimeambiwa na fulani. Umeambiwa wewe ama umethibitisha? Nimeambiwa na Mama Glade. Umeambiwa na Mama Glade? Mimi ume wangu nikiingiza kwa mtoto wako anaweza kutembea? Sema ati hapana. Ninyi wanaume mnajifanyanga sana. Labda uko unaingiza tu kichwa ama uko unaingiza pole pole. Then after kuingiza pole pole, matokeo ni gani? Nikakasirika sana. Hiyo Timo by the way ndiye alinisaidia. Aliniita kando kwanza kuja niuliza, "Wewe niambie ukweli. Ulifanya?" Nikamwambia, "Bro, mimi hata sijawahi hata fikiria kufanya kitu kama hiyo." Na ujue na mtoto ni wa miaka mingapi huyo? Msana alikuwa between 12, 13, 14 hapo 12, 13, 14. Ni mtu anaweza jiongelea hata kitu aulizo. Na ujue hao watoto wa Deno, bibi yake Deno mwenyewe ni mimi wanakopa. Hata wewe mama unasikia mwenye alimwambia baada anakuja kuniambia nimekosa lunch. Unapata hizo mbili, unampa tu. Hao watoto nakula kwangu. Wanafanya literally wanafanya yani ni ile tu ako 4 niko 5. So watoto wanakuja wanakaa pamoja na kula, wanatembeleana nini. Na hiyo siku nakumbuka mzuri, huyu msana aliingia kwetu. Alikuja. Deno akamfungulia nyumba. Akasema anaomba maji. Nikamwambia aje, mwambie bebe hiyo kibuyu yote juu atatusumbua kurudi tena hapa. Na sisi tunataka kulala. Tulikuwa tunafanya kazi usiku. Wewe mwambie bebe hiyo kibuyu yote aende nayo. So Timo akasema baada ya kuniita kando na kuniuliza, "Hii kitu ulifanya juu ni mbaya?" Nikamwambia, "Bro, mimi sikufanya. Na hata sijui ni nini hiyo." Kaniambia kesi ni mbaya. Nilikuwa nataka kujua kama ulifanya, nikwambia utoroke. Juu kama hapa utafungwa maisha. So Timo akasema aje, akarudi akasema fanya hivi. Chukua hii 500. Chukua ni taxi mpeleke mtoto wapi? Hospitali. Tukaenda tukafika kwa plot. Kufika kwa plot watu wamechambuka. Kufika tu hivi naambiwa ndio huyu. Jamaa mwingine hapo akaanza kunipiga. Na ananipiga na kuna deni yangu. Unajua saa zingine kwa vijana pia ni mbaya sana. Mimi wacha nikwambie ndio ulikuwa umemkopea. Mimi sitakangi shida. Mimi nimelelewa kwa shida bro. Mimi nimeifanya hata mpaka correction miwa, mahali penye mtu amekula miwa. Unaona mahali penye mtu amekula miwa kacha maganda hapo. Mimi nimeifanya correction. Kurudia hiyo maganda juu ya njaa na shida. Hiyo maganda hiyo mtu ametafunia miwa, unarudia. Uone kama utapata hata supu kidogo kwa hiyo maganda. Ikusustain at least usikie hata maembe. Umeona hii maembe hii mbegu ya maembe ati mtu amekulanisha vibaya akatupa. Mimi nimerudia kukula.
So unajua shida. Mtu akuja aniambie niko na shida na niko na uwezo wa kukusaidia. Mbona nisikusaidie? Ukuje uniambie John, sijakula kitu kutoka asubuhi. Nisaidie tu 100. Kama niko nayo sina kupatia. Lakini sasa wengine wanataka advantage ya hiyo sijui nini. So tumeenda kwa plot, tumeanza kunipiga. Mzee mmoja tu ndio maana nilikwambia sasa alikuwa pale. Palipo na wazee mambo yaribiki. Akauliza, huyu jamaa alihamia hapa 2012. Sasa ni 2017. Na amekuwa na bibi hapa, ameenda tu ushago juzi. Bumaye sikia siku yote ameshika mtoto mtu? Ati hapana. Na mtoto mwenyewe mnasema ameshikwa ako wapi? Ndio huyu mama kaenda kaleta mtoto. Na huyu jamaa kaita mpaka akaitana kando kauze mama. Na huyu mtoto anatembea vizuri hivi. Angekuwa amefanyia kitu angeweza kutembea? Ati hapana. Sijui nini, wacha tu aende ndani. Tukaingia kwa taxi. Tuacha tu aende ndani. Tukaingia kwa taxi tukaenda. Ukumbuke tunaenda hospitali. Wanataka watangulie police station, akasema hapana, tuende hospitali. Tuko hospitali. Para daktari, unajua kwa hospitali mtu arepa OAQ. Apange line. Hiyo unaendanga direct. Pata mama daktari. Namuza nani rapist? Ni huyu. Haya. Daktari alitana. Sasa hiyo ni defilement, hata si rapist hiyo. Mtoto akaenda kaangaliwa. Mama kaangalia. Daktari akakuja akasema. Daktari akatoka akasema, mtoto ako sawa. Bwana nilipumua. Na nikauliza huyo mama, sasa mimi nilijaribu kueleza huku niamini. Ati hapana, mimi niliambiwa Mama Glade. Kuuliza Mama Glade pia ataliambiwa na Tom. Kuuliza Tom pia siji. Sasa kwa ni mambo mingi. Kaleta mambo mingi tu, nikauliza sasa mimi ni mzazi, niko na mtoto wa kike. Tena hata niko na tamaa mwanamke. Bibi yangu unamjua, ameenda nyumbani juzi. 2 weeks, sio 2 weeks. Si ilikuwa alienda tarehe kama 5 hivi. Tarehe 1 5 around hapo. Hiyo kitu inakuja kufanyika 22nd December 2017.